Uboroso bw'umugusi. Morigereria gwensoko tivire mambiende ngia yeri tukerigaria merongevero mutienyi yo kano mwaka gwechile fuibere merongevere na gatano na rimono kugena kwane kwa bokire bya na boiga no genderete bya kurandonsia sora semambia bono neri tukuria Jumatatu wiki ya chakire asenchira erendo ngekekima na tukumira na asembe asomurubire yiga bwetero biri ochakira bono gweka chisa isano ne mochi abono mubasa sense mwende no kugena kwane buna no genderete kubwatya nsoko tv ko ruboga kietu gwikira bono igana inde chisa echiga inyekero ketu guchigaka korigereria mangana ao ayo genderete korekana ya korekani na boigo ayarache kubwatia asichinsemo awo chakira chigosori togende ayabwatikene nobori michisemi obo chenu borindi bokorerwe serikali asichi county na boigo yagenderete kurwase ekenyero kiagase mambia bono asensemo yobunjiriri na rontori guchiago tigamagega ayonsi nigo toko yaretera asenchira ereno ngie mambia bono erinaye bwemwenye aliye hagenderete korekana ime na experience yetu ya Kenya tusangasa obwamo wetera asenchira yo mutandao gwekerero Facebook abega sensemo area YouTube Soko TV na mbema wasilano nigere noti isano na ibere isano na isatu isano na mamara gatano mwero weka isato tuchake gusangasa obwamo gochakira bono gwiko mwerio elietariane Ishmael Mogere. Asomo chakare mambia bono mosemi bumurai bwense asamangana atungetia basubati Harriet Chigai ligaborira basubati asebinyoro kwebwatia na obose kwebwatania no murubirio emerubirio gosirana bune nchira ya moyo gokina kebogima gukwara asomo sangerkano PhD Kenya bwa basubati bo mwaka gwechile fuibere merongere na gatano rimo oyo obare tete abasubati bayeta nchile fuisano ne mamo kurwa chinsemo aoimeyense ni garuro gosemia buna chinga kichabono abana nigo bago ose abana nigo baganeti kuragwa na gwikwange mono asengecho abange nigo bachakire gusirera ase amangana gokorekana ime yebinyoro eyamase ya motorariri naralia yabasubati babwati kura sensemo yabo. I want to urge all our women here who are members of PAG Church that speak up, raise your voices for your families, raise your voices for your children, raise your voices for your husbands, because you are the ones who can bring change. Women, when they stand strong, they will ensure their children are educated. We are here talking about women empowerment. We can only empower our families when we also allow our children to go to school. And this is an opportunity. I want to talk to the women here that take care of your children. Department ya watoto will ensure that we work with you. We train you as parents to protect the children of Kenya. Na katika ofisi yangu ile program ambayo tunafanya sana na kina mama ni mambo ya economic empowerment na widows. Na tumeona upande huu vijana wetu wanaaga sana. Tunawapoteza vijana sana. Tunawapoteza wanaume wetu sana. Swali ni nini inafanyika upande huu wa Vihiga? Naambiwa data saizi imefika more than 50,000 widows and widowers. So hiyo namba ni kubwa, lazima tuangalie, tuseme haswa ni nini inafanyika upande huu wa Vihiga, sivyo? Tumesikia upande huu kuna mambo ya drug and alcohol abuse, lazima tuwache hiyo mambo. Kina mama tumesomezwa mambo ya finance and economic empowerment, na tumesema tujiweke kwenye vikundi ili tuweze kupata zile fedha ambazo serikali zimewezeka kando, sivyo? Mumesikia tuko na widows more than 20,000. Tukiangalia kina mama katika hii kanisa mko more than 2 million. Sasa nyinyi wote mkiungana na muwe mnaekeza kila mwaka ama kila mwezi, hiyo ni pesa ngapi? Si ni pesa mingi? Si watoto wataenda shule? Mkiweka revolving fund, si watoto wataenda shule?
Sasa kina mama tumesomeshwa, na mimi ningependa ile masomo ambayo tumepata tusiwe wale wa kuombaomba, si ndio? Hiyo 500 mnapatiwa kila siku, unaweza pata zaidi ya hiyo. Tukienda tufanye kazi tutapata zaidi ya hiyo, si ndio? Mkiangalia ile miradi ambayo serikali imeweka, mambo ya mbolea, si ni kina mama? Nyinyi ndio mko shambani, sivyo? Mambo ya health, SHA, kina mama na health, maternal mortality, si ni nyinyi kina mama? So tujisajili ili tuweze kueneza kuendelea mbele na kuwatunga watoto wetu. Arenayo serikali nigagendere tukoreto bokoreria ange nase omo Kenya ase amenyete yunkorengana numurikyo manene ase wizara y'oburendi bwaime Raymond Omolo ase nkwane ya ikuru ase kanisa ya Mukudhima Catholic ase county ya Embu abo asarenge asogo sasimo korengana Raymond Omolo gakwerera iguru y'emirubiri no bokoreri bwa serikali ni gaerere buna mo Kenya tayo ganiri gutigara isiko asokonyora obokoreri ayo serikali gendere tekweneki ase entunda eyega entangania ya mase ya mugika ase county ya Embu na Rariaya umorikyo manene ase wizara y'oburendi bwaime Raymond Omolo abwate kura sensemo yae. Kwa hakika kwa mara nyingi kuanzia 2017 tulikuwa na administrative units mingi sana zenye zilikuwa gazetted but hazikuwa operationalized. Lakini katika hii uongozi ya Mheshimiwa Rais Ruto tuko katika hiyo harakati ya operationalize hizi administrative units ndio wananchi wapate huduma za serikali kwa njia ya urahisi, pia kwa njia ya ukaribu. Hapa Tharaka Nithi County kwa sasa tumeoperationalize 3 sub-counties, tumeoperationalize 3 divisions, 17 locations and 18 sub-locations. Na pia kuna pendekezo ya kugazette additional units ili wananchi wazidi kupata huduma za serikali kwa njia ya urahisi. The developments that we are experiencing as a country is happening across the country. Kama ni masoko ya kina mama, kama ni mambo ya afya, kama ni mambo ya elimu. Na hapa Tharaka Nithi kwa mambo ya afya, watu karibu 70% wamejisajili hapa Tharaka Nithi. Na nataka niwapongeze na nipongeze tena viongozi wa hapa Tharaka Nithi. That out of 47 counties, Tharaka Nithi is number 6 in terms of registration in SHA. So that as we talk of affordable or universal healthcare, watu wa Tharaka Nithi hawatabaki nyuma kwa sababu mko kipaumbele ya kujiandikisha na serikali ya President Ruto itawashughulikia vilivyo. Kama ni mambo ya madaktari, kama ni mambo ya madawa, mahospitali zetu zitakuwa ziko na dawa ya kutosha na wauguzi yenye inahitajika. To the young people of this country, I would want to encourage you that the government is planning and has planned for you in terms of education, in terms of opportunities for employment, and let's not allow any leader, any politician to misuse our youthfulness and the energy that you have and direct it in a manner that will bring instability and cause insecurity across the country. And any leader who comes to you, the conversation should be, what is it that they have to offer? What are they telling you about your education? What are they telling you about issues or opportunities for you to get employment? Us who have the opportunity and the honor to support them, and His Excellency the President, as principal secretaries, we also are moving across the country. We are not confined or limited to our villages, because every part of this country deserves its fair share of development, its fair share of access to government services. And as we do that, I would want to encourage the people of Tharaka Nithi to feel like any other Kenyan, so that if your sons and daughters deserve opportunity to lead, we must be able to support them. And the same way we support, or the same way you support your sons and daughters
please make sure you also support the rest of the country. That President Ruto is pushing and fighting for equality, for inclusion, and inclusive development across every part of the country. Asense muyende oyo kabiro mokonyi bomurai bwense Rigathi Gachagua nigairaneirie muwaziri wa mang'ana guso muwaziri bwe wizara yobo chini meyense Aden Duale igoro ya mang'ana abwatuka ase aberega kubwatuka samatuko ayarire abwo ase amwiranire buna Aden Duale nigaganeirie kurwa obokore guchia saba Kenya na gwetigia na mang'ana abwatikaine na siasa nyinge imeyense abwo ase boigo oyo Rigathi Gachagua ayarire buna murai yo karibwense ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ta mosereti omokonyo ya William Ruto engakeyo ase engakeyo abete omuburaburu na boigo gotirigo ya ase serikali eyo kurene nigo babwaterete weika omwerio no nyenga keyo omokonyi bomurai wense takorete miremende yonsi gusetekeranĩtie bokora libondi wensi guchia ase omo Kenya korengana na Rigathi Gachagua boigo nigaerere buna nigo serikali yabono ebwenerete gusingirera usebwenerete kurwa bokora liguchia ase omwana incho kawaida na gutigana amang'ana amange. I saw Aden Duale yesterday making a lot of noise, castigating retired President Uhuru Kenyatta and saying that President Uhuru Kenyatta humiliated William Ruto as deputy president. He made life difficult for him, and that Uhuru Kenyatta is the problem of Kenya. Aden Duale, let me tell you, don't talk about humiliation and persecution of a deputy president. President Uhuru Kenyatta never paid members of parliament to impeach William Ruto as deputy president. President Uhuru Kenyatta never sent goons and police to beat and tear gas William Ruto as deputy president. He allowed him to serve his term. President Uhuru Kenyatta never stopped William Ruto from moving around the country. He was everywhere. In this mountain, he was here every week. And President Uhuru Kenyatta never stopped him. William Ruto has done the exact opposite. He has not only humiliated and persecuted his deputy, but paid MPs to remove him from office. He has followed him at home and organized goons and police to beat him up every weekend. He has even gone after his children, making sure that they are evicted from their business premises and they don't do business in Kenya. He has even sent his cronies to abuse his wife. So, Aden Duale, don't go into that direction. The man you are trying to talk for, his record before the people of Kenya is terrible. He has behaved like an animal. Very, very brutal and extremely inhuman in the way he has treated his deputy, in office and out of office. I would like Aden Duale, please concentrate on this monster called SHA. That is not working. Leave Uhuru Kenyatta alone. Tell us. And I asked you, a company that you own receives 600 million shillings every month in Dubai, when payments for SHA have not been made. Today, as we speak, SHA has liabilities up to 98 billion. And as I said, SHA will collapse in the next 5 months. In fact, SHA was in ICU last year. It left ICU. Today is a walking zombie that will collapse in a minute. And SHA, when it collapses, it will have the most huge corporate loss in the history of independent Kenya. Kenya Airways and its losses will look like a Christmas party. Today, as we speak, teachers are in trouble. They were forced to move from Minet to SHA.
Now they have put a capping up to 1,200, when consultation fees is 3,000 and 5,000. I want to ask the teachers of Kenya to demand from their leaders in Kupen and Nat, you must leave SHA, because if you don't, our teachers are in trouble. In the previous insurance scheme, the teachers had what is called last expenses. In the unfortunate event that a teacher passes on, we had the last expenses, burial expenses, the coffin, the hearse. In this SHA, Monster, there is nothing. The teachers are suffering. The teachers of Kenya must quickly tell their union leaders who have been compromised by the government to make an exit plan for them to leave SHA and go back to an insurance scheme that will take care of our teachers. Our teachers are very important. They must be fully insured, and we must make sure that they have proper medical attention if they get sick. Policemen have looked for me. They were covered by APA, a good insurance cover. Today they have been taken to SHA. They are in trouble. When their wives have to go for maternity, the teachers have to dig down in their pocket. The policemen. We want the policemen to leave SHA and go back to APA where they were. So, Aden Duale, please, you are pretending over a minister that is not working. Yet all the time you have is to abuse and castigate retired President Uhuru Kenyatta. President Uhuru Kenyatta retired as president after serving for 10 years, and he left a stable country to William Ruto. NHIF was working, the education system was working, everything was working. In 4 years, William Ruto has destroyed the country. Please leave Uhuru Kenyatta alone, concentrate on SHA. And I have asked the hospitals, especially the faith-based institutions, to make sure you collect your money from SHA before it collapses. Because if it collapses with your money, the institutions will collapse as well. And it's something that we'd like to avoid. Mundu gwitwo Kasongo nasikia anakuja pale hapa Murang'a tarehe 24. Na anakuja tarehe 24 kuendelea na mambo yake ya kutenga. Hakuna kitu mpya. Lakini ile kitu ambao imetushangaza pale kwetu Gatanga, nasikia anakuja kuzindua barabara ya kutoka Gatora kwenda Genetic Factory kumalizia pale Karangi kwa forest. Hiyo barabara, watu ambao wanajua hiyo barabara iko na rami, lakini ameiweka 200 million ati akuje atengeneze barabara ambayo iko na rami. The last time Kasongo alikuwa kule Gatanga was 2023. Na yeye mwenyewe na mdomo yake kama vile amezoea akatuambia barabara ya Wandohi kwenda Keriainde kwenda Ndiara, barabara ya Kirwara kwenda Kegio kwenda Blue Post atamaliza. Na mjue hiyo ni mambo ambayo tulikubaliana wakati tulichaguliwa. Lakini sasa badala ya kujenga hizo barabara ambazo alituelezea, ametafuta barabara ingine ili waweke pesa kando, wafanye bush clearing, watoe 200 million waweke kwa mfuko ili hiyo pesa ipatiwe wale wasariti wa hapa Murang'a ili ati wapigie Kasongo, watafutie Kasongo kura. Ndugu yangu Muriu amesema kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya anakuja huku Murang'a on the 24th of this month, this coming week. Sisi tunataka tu tumwambie rais wa Kenya William Ruto, ukija Murang'a tafadhali ujue kuna vijana wetu watatu ambao uliua. Mmoja anatoka Kangima wodi, ukitaka kujua tutakwambia ya Muhuru. Tuna kijana mwingine
kutoka Kigumo Kinyona Ward, na tuna kijana mwingine kutoka Ngararia Ward pale Kandara. Utuambie when you are planning to compensate the families, because of course we know that you formed a committee to compensate the families of those affected, but you have been told that that particular committee is not funded. Tafadhali ukija kutuambia uongo mwingine, wazazi wanagoja wajue kama fidia ya hao watoto wao italipwa lini. Kabla ya kutuahidi kingine chochote, tafadhali wazazi wale walipwe. Arana yomo rigereria kurwase county ya Embu ase ensemo yende iga ensemo ya kabere ye kiama kia ODM eywe koragwa no mo senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna ase taro ya weme ye county ya Nakuru abwa serit koria igoro nigo ba mo chire serikali ya Kenya kwanza asogo tekerani obokoreri na boigo koenekia na chira chiri bali retaba Kenya so mwaka we chile fuibere merongebere nebere chekiranire imeyense gatie bintu biri bakwanire ingamo no kubora kwa mabaga yemere mogo chiase abasae ase semo yende bakwa nirigoro ya mangana yerigoriria mafuta eryo lyakinire gwikira bono iga asabo igo akorengana na babu wino nere hakwanira mangana bwatikaine na bochenu chisemi asabo igo asekiringa kiabekerene no kumoira humurai wense Dr. William Samuel Ruto inka aso mwaka wechile fuibere 2025 na kabere asaba ruko borgo chia saba Kenya kubwatirana eryo gwikirania ekirengekyo. Serikali ilituahidi vitu mingi. Ajira ziko wapi? Ajira ziko wapi? Ajira ziko wapi? Huduma za afya bora ziko wapi? Huduma za afya bora ziko wapi? Elimu iliyo na ubora ziko wapi? Elimu iliyo na ubora ziko wapi? Na kodi zenyu ziko wapi? Kodi zenyu ziko wapi? Haya yote sio maswali ya kisiasa. Haya yote ni maswali ya kimaisha ya kila siku ya mwananchi ambaye anateseka. Ni maswali ya yule mama ambaye anaamka asubuhi akienda kutafutia familia yake. Ni maswali ya huyu kijana ambaye amesimama hapa ambaye hana ajira. Na kwa hivyo sisi kama wanalinda wananchi, nataka mnisikize vijana ria, vijana pidim, nataka niwaambie ya kwamba tumetumika ya kutosha. Nyinyi wenyewe kama wananchi mmechoka kutumiwa kama chombo cha kupiga kura peke yake. Kisha baada ya kupiga kura mnasaulika. Na siku ya leo tunasema hatutakubali tena. Hatutakubali kuona vijana kama hawana ajira. Hatutakuona mavijana katika vyuo vikuu ambayo hawana school fees. Hatutakubali kuona yule mama ambaye anaamka asubuhi ambaye anauza mandazi pale kusaidia familia yake akikosa riziki ya siku. Hatutakubali kabisa. Hapa Nakuru kuna Lake Nakuru iko ama iko? Kuna Lake Naivasha iko ama iko? Lake Naivasha na Lake Nakuru walituambia ya kwamba watajenga factory hapo ya kuprocess samaki. Wamejenga wajajenga? Wamejenga wajajenga? Alafu wanatudanganya ya kwamba wanatupatia kazi. Wao ni mapala sio mapala. Wapuzi sio wapuzi. Walituambia wanatupatia ajira, kisha wanatupatia guns. Hii nchi, serikali kuu ina sponsor guns, itandike, iue wananchi wake. Hiyo ni ungwana. Wanatuahidi kazi, wakachukua vijana wetu, alafu wanawapatia kazi ya kukua maguns. Je, hiyo ni ungwana? Walituambia maisha itakuwa nzuri, kisha wanatuabduct. Upuzi si upuzi. Walituambia tutaishi kwa amani, kisha kila siku ni tear gas. Ujinga si ujinga. Kwa hivyo hii serikali ya kwanza, mnajua kwamba hawa wajamaa wa Ruto wametetemeka. Wakisikia Linda Mwananchi wanatetemeka, wanakuwa na uoga. Hadi juzi walimshambulia kule Kisumu.
ati kututisha sisi. Waliniumiza, lakini mimi sitishiki. Mimi sitishiki. Hebu sema tutishiki. Watupige, watuue, hatutishiki. Si ndio? Ya pili, mnajua shida ya mafuta ambayo tuko nayo. Mnajua Mheshimiwa Ruto alituambia wakati alikuwa deputy president kwamba bei ya mafuta haiwezi kubadilishwa na vita ya kule Russia na kule Ukraine. Saa hizi amesahau alituambia hivyo, amesema bei ya mafuta iende juu. Na tunasema hivi kwamba tuna ile mpango ya ukora ambayo inaitwa G2G. Sasa ile mpango ya G2G, tunajua G ya kule ya Saudi Arabia ni ya ukweli, lakini G ya huku Kenya ni makampuni za wale ambao wako kwa serikali. Na tunapenda kuambia Mheshimiwa Ruto, uambie wa Kenya ni kampuni gani ambazo zimeingia kwa hiyo mkataba ya G2G. Nakuru oye! Tunavyosema Ruto one term sio kwa sababu tunamchukia Mheshimiwa Ruto. Tunasema hivyo kwa sababu kazi imemshinda. Hapa Nakuru vijana wetu wengi sana waliuawa wakati wa maandamano ya Gen Z. Hatujasahau Brayo Vyambo ambaye aliuawa na maafisa wa KWS. Kufikia leo hakuna haki imetendeka kwa sababu ya Brayo. Na ndio kwa maana tunasema tunamwambia William Ruto, sisi vijana tumezaliwa tukalelewa na wazazi wetu wakatupeleka shule. Ile kitu tunataka ni nafasi ya kukua wakubwa ili tuweze kuinua familia zetu kutoka katika umaskini. Lakini hawezi kututawala wakati unatuua bwana. Haiwezekani. Na hawezi kutujengea barabara wakati unatuua. Mimi nauliza saa hii familia ya Brian Odhiambo, mkiwauliza wanataka barabara ya Mau Summit kwenda Rironi ama warudishe Brayo hai, watachagua gani? Brayo ama barabara? Na ndio kwa maana sisi wanalinda mwananchi ambaye tumelelewa na baba Raila Amolo Odinga. Tunasema maendeleo lazima yawekwe katika muktadha wa mambo muhimu kama maadili ambayo yako ndani ya katiba ya chama na katiba ya Kenya. Hawezi kuniambia ati kijana kiandika kitu kwa Facebook ambaye haupendi ati hiyo inatosha kuua mtu. Tunataka kuwalinda kutokana na ile dhulma ya huyu jamaa anaitwa William Ruto. Wamekuwa wakitudanganya ati kuna formula ya kuweka bei ya mafuta. Kumbe ni watu wawili wanakaa wanapiga hesabu ya mara ile ya kutoa na kuongeza. Ati mtu anakunyang'anya 40 bob, anakurudishia 10 bob, anataka umpigie makofi. Nakuru hiyo itawezekana kweli? Muonyesheni mmemkataa William Ruto. Unajua Ruto anajifanya kama malaika. Nataka msikize vizuri. Ruto anajifanya kama malaika. Mwaka wa 2022 nani alisimama na baba kama president? Si Ruto. Nani aliiba kura za Raila? Nilikuwa Kisumu jana, nimekuwa Ahero jana, na mjue ya kwamba Nyanza nzima na mkijaa tuko Kisumu, hata tarehe 26 mtasikia Wajaluo wakisema wadage. Babu na Sifuna na James Orengo Jaduong, you are our last line of defense. Take care of these young men. Take care of these people, because Kenya will change. Harambee!
Kenya, Kisii. Nakuru mpo? Haya, sikia hii habari. Nakuru, tangu tuingie hapa mpaka saa hii, Kenya imeshakopa bilioni 10. Sema bilioni 10. Semeni bilioni 10. Hali hii itafanya umaskini upungue ama umaskini utaongezeka? Tutakapokuwa tunatoka hapa, Kenya itakuwa imekopa bilioni 20 tayari. Na sasa serikali imebaki, kwa sababu wale ambao wanapatia Kenya madeni wameshakataa, kutokana na kwamba Kenya haiwezi jimudu kulipa hayo madeni. Na mkumbuke nani aliyekuwako kabla madeni yafike kiwango hiki? Nani aliyekuwako? Ni nani aliyekuwapo kabla madeni yapite kiasi? Nani aliyekuwapo? Sasa imebaki serikali, imebaki inauza mashirika yake. Yale mashirika ambayo yanatengeneza pesa wameshauza Kenya Pipeline. Sasa wanaelekea kukamilisha kuuza Safaricom. Kesho tunajua ni gani na gani watauza, kwa sababu wanatafuta yale mashirika ambayo yanatengeneza pesa. Tafadhali sikiza. Sasa serikali imebaki inataka kuuza yale mashirika ambayo yanatengeneza pesa. Sasa niwaulize, kama wale ambao wanatupatia loans wameshasema hatuwezi kulipa loans, na zile mashirika chache ambazo zinatengeneza pesa yenye itatusaidia kulipa hayo madeni tayari zinauzwa, hali yetu inakuwa ngumu au inakuwa rahisi? Hali yetu inakuwa ngumu au inakuwa rahisi? Uzuri, next year tunapewa nafasi ya kuchagua mhudumu mwingine ndani ya State House. Wangapi mnaamini William Ruto anaenda nyumbani? Nitingizie kidole kabisa, nitingizie kabisa. Asante William Ruto, Wetangula, Ichung'wa. Nyinyi watu wa Nakuru, nyinyi ni watu wazuri. Mmeonyesha kuwa kweli kabisa, we shall not give William Ruto one extra minute in power in 2027. William Ruto ameharibu uchumi, ameharibu elimu, ameharibu mambo ya afya. Mmeamua William Ruto ende? Mmeamua William Ruto ende? Nataka wote tuinue mkono hivi. Nikisema people power, mnasema our power. Our power, people power. Sawa? People power. Our power. People power. Our power. William Ruto. Asanteni sana. Damu ya watoto ambao wameuawa na serikali yako itakuchizisha. Amechizi hajachizi. Mnasikia sasa William Ruto? Asense mwende haso kurigire ya bwachikene no bachenu kurase county ya Vihiga korengana ne wizara yo bachenu nigo yararire na ase county ya Vihiga nabo igo ase chinsemecho oborwaire bwa cutaneous anthrax negati yo burero buri gwikira boniga bwasoire osibwa chakire koli emeri na gwikira boniga korengana na bakoli emeri mu serikali nabo igo barasensemo eriyo bachenu nigo bayerere na gwikira boniga monto yo moniga asiririe obugima bwae abono ase serikali ya chakire omurubirio bokorwa obubweni no buringori bwa busagwe chiase abamenye benseme yo erikweneki na burero obumbo likoendera koranda ase county ya Vihiga. Thank you so much. My name is Martin Osotsi. I am the Director of Public Health for the County Government of Vihiga. We are here today. Want to talk to the public and inform them about the cutaneous anthrax that we've, of course, we've received reports from Emuhaya sub-county that there's an outbreak. Now I want to report that so far we've had information that 2 animals have reportedly died. Of course, then we have 2 human cases reported from Emuhaya in an area called Ebusonzo village, Mukola sublocation in West Bunyore, Emuhaya sub-county. From that, we've received reports that 1 person has died, and the other one, remember I said that we had 2 cases. The other one who had actually gone into seeking spiritual nourishment
we've been able to trace him back and is actually on medical attention. John Kadenge, mkurugenzi wa matibabu ya mifugo katika kaunti ya Vihiga, na ningependa kusema kwamba tuliweza kupokea ripoti tarehe 15 ya kwamba kulikuwa na wagonjwa ambao waliweza kupata ugonjwa ama dalili za ugonjwa wa kimeta, na tukaweza kufanya trace back tujue ilikuwaje, na tukaambiwa ya kwamba kuna mfugo ulinunuliwa pale Muibona livestock market, and initially inaonekana huo mfugo ulikuwa umetoka sehemu za Siaya na ukakuja kuuzwa hapo, na mwenye alinunua akaenda nao nyumbani, na kufikia usiku wa manane huo mfugo huyo ng'ombe actually akafa, na alipokufa asubuhi yake wale ambayo mwenzangu amesema flares wawili wakaja wakatoa ngozi, na katika hiyo process ya kutoa ngozi wakaweza kupata huo ugonjwa. Na kulingana na yale ambayo maafisa wetu wamepata kwa nyanjani ni kwamba kuna watu kadhaa vile mwenzangu amesema karibu 200 ambao waliweza kuchukua hiyo nyama na kwenda kula na ikaweza kuwaadhiri. So hiyo ndio ripoti tuko nayo, na tunaendelea kufuatilia kujua jinsi huo ugonjwa umetembea katika hiyo eneo. So sisi katika idara yetu ya veterinary mambo ambayo tumeweka katika action points, ya kwanza ni kwamba tumepanga kufanya ring vaccination, kuchanja mifugo ambao huenda walikuwa exposed kwa huu ugonjwa katika hiyo sublocation ya Emukola na maeneo ambayo yanazunguka hapo. Tunatarajia kuchanja ng'ombe takriban 400 ama zaidi kulingana na vile mifugo wako hapo, na tungependa kuambia wakulima wetu ya kwamba huu ugonjwa ni hatari, na itabidi wakati tutapeana hizo mahali ng'ombe zitachanjwa wakaweza kuleta mifugo wao wakaweza kuchanjwa. Jambo la pili ambalo tumefanya, hatua ambayo tumechukua nikiwa nimewasiliana pamoja na waziri wangu na chief officer, ni kwamba tumefunga soko ya ng'ombe ya Luanda na pia ya Isibuye. Kuanzia siku ya Jumatatu hizo soko zitafungwa, kwa sababu zile spores za anthrax zinaweza kaa mahali muda mrefu. So kwa ajili ya hiyo, na kwa sababu huyo ng'ombe alitangamana na mifugo wengine pale Luanda market, tunasimamisha hapo, na pia tutafunga usafirishaji wa ng'ombe katika hizo sub county mbili Luanda na Emuhaya. Tunaenda kupeana quarantine notice ya kufunga Luanda na Emuhaya sub counties, ili mifugo isitembee ikisambaza huo ugonjwa kwa muda ili mpaka tujue ya kwamba tumeweza kudhibiti huo ugonjwa. Jambo lingine ni kwamba tunaendelea na active disease surveillance, kufuatilia kuona kama kuna mifugo wengine ambao huenda walipata huo ugonjwa na zikaweze kudhibitiwa kabla haijaenda mbali. Na generally vile mwenzangu alisema, tunafanya public sensitization. Kumekuwa na mabaraza mingi, hata saa hii kuna baraza inaendelea pale Luanda township na sehemu zingine, tukishirikiana na ngao na administrators wetu, ili tukaweze kuelezea wananchi wetu kitu ya kufanya. Yes, mifugo haina boundaries. Vile tunajua wale traders wa mifugo huwa wanatembeza mifugo everywhere. That's why tunasema tusipofunga soko kwa muda, hii ugonjwa inaweza kusambaa. So ndio tumesema ya kwamba kwa ajili ya majirani wetu kuna ile tunaitanga no objection certificate. Kabla mfugo hajakuja kwetu, sisi tunapeana no objection. So kwa sasa ningependa kusema tumepeana objection kwa ng'ombe zote ambazo huenda zikakuja Luanda na Emuhaya sub counties, hazitaweza kuingia, na sisi pia hatutaruhusu ng'ombe kutoka kwa hizo 2 sub counties kwenda nje. So pia hatutaki kupeleka ugonjwa pale. Wakati tunapeana quarantine, tunapeana copies to all our neighboring
counties so that na wao waweze ku take action kulingana na vile sisi, kwa sababu wao pia hawataki ugonjwa uende sehemu yao. Halafu tahadhari ambayo tumetoa kwa sasa, kitu cha kwanza, wale meat inspectors wetu wako under instruction kutoka saa hii ya kwamba kila ng'ombe ambayo inachinjwa ni lazima ifanyiwe antemortem inspection, yani kuikagua kabla haijachinjwa. Halafu pia ifanyiwe inspection kabla baada ya kuchinjwa na iwekwe muhuri. Tuko na mihuri arena yu mwanchu morgeri ya county ya Vihiga togotigara county ya Vihiga chinga ki kiombekeria tene tobo chori ni chimbebekia IEBC meyense ya Kenya chinga ki getigara chiwiki bere choka chokori ki aba chikura hi meyense niga wekera boniga kiari kiri aba chikura emilioni yemo chilifu chimye 350 na ebere chimye kiana na 300 korenda county ya Vihiga nigo mubaro mokoro rekanire bwaba chikura kwerikia na mona sense moya basae ngakia bara ikura sense me yo baruro koboria gochia se aba Kenya weso asobonge kwerikia buna abakikura irwo kigwake kura koreta monchiro libaganiti ase oborai wetera sabarai bali barachore barabaenekeria amagendero ase ensemeyo ya Vihiga abu ase mubaro mokebono wikeraboniga ororekanire koba inse. Kila mtu anasema two term kwa sababu inawezekana, lakini mjue ile kitu inahesabiwa kufanya mtu mshindi ni kura, si ndio? Wewe na kwaya yako mzuri, wewe na sherehe yako mzuri, haitakuwa kwa ballot. Jina ya Sloya ndio itakuwa kwa ballot. Na unataka kati ya hizo majina zote mimi nitangazwe mshindi, na hauna kura. Chukua kura kwanza. Sisi tunaomba wananchi wetu raundi hii, tunataka tufungie wale mikora ya siasa wote nje, wakose uungwaji mkono. Tuunge mkono wale watu ambao tunaonekana tuko na nia njema na wananchi. Tuende tukaoccupy space ya ile office ambayo kila mtu atakuwa anawania, ili tuhakikishe ya kwamba nia yetu ni maendeleo mwanzo hadi mwisho. Vile vile nyinyi wote mlisikia senator wetu Bwana Godfrey Osotsi aliweza kupigwa na goons kule Kisumu wakati akiwa shughuli yake ya bunge pale Kisumu Hotel. Sisi tunataka tukashifu hicho kitendo. Osotsi sisi ndio tumemchagua kama senator wetu. Na yeye kama senator wa sehemu zingine lazima aheshimiwe. Tofauti za kisiasa ukuweko, hizo hatuwezi zuia, lakini sizikuwe za kutumia akili ya ukomavu, si ndio? Ukipata mtu anakunywa chai, mbona ugonge ndani kikombe ianguke chini na hautalamba, si ndio? Kwa hivyo sisi tuendelee kuombea viongozi wetu. Mambo ni mengi, hata wengine wako hapa wanangoja Sloya atoke wajaribu kama wanaweza nifikia. Huwezi nipata, huwezi nipata. Hiyo sahau, si ndio? Na mtu yoyote kama uko karibu na mtu mwenye anakutishia wakati unashangilia na yeye anakutishia, sukuma yeye mbele hapo. Tujue yeye ni mwanaume, si ndio? Na hili tuko na shida ya voter registration. Usajili wa wapiga kura hapa kwetu uko chini sana. Kufika leo asubuhi tumekuwa na 30% ya wale watu ambao wanafaa kusajiliwa kama wapiga kura tena. Kama kweli yale maendeleo serikali inafanya na inazidi kutufanyia, na pia yale tumeleta hapa leo tunataka endelee, lazima tujisajili kama wapiga kura ili tupige kura kwa viongozi ambao tuwapendao, viongozi ambao wanaleta maendeleo, na viongozi ambao wanapeana mwelekeo kwa hii kaunti yetu na nchi kwa jumla. Kwa hivyo naomba vijana wetu na wale watu wazee wale tuliambiwa pengine hawakuweka vidole vyao katika kura biometrics, tuende kila ward. Tuko na watu 3 ambao wanafanya usajili wa kura, wakitembelea boma zetu, kanisa zetu, watembelea soko zetu. Tushirikiane tuandikishe wapiga kura wengi kabisa, ili tuwe na sauti ya kisiasa, maana hakuna sauti nyingine.
Tunaweza imba hapa tuta, tunaweza imba ile kitu tunataka, lakini bila kura, ndugu yangu, tunaharibu wakati. Kwa hivyo hii 30% lazima tuinue, tupate 100 ama 100 plus, maana yetu ni town. Tukitoka hapa tunaingia sasa mambo ya elimu ambayo ndio imetuleta hapa. Na hii elimu sio elimu, tunataka elimu bora na mazingira bora ya watoto wetu, ambayo tumeendelea kushuhudia katika constituency yetu. Leo hii tunaweka mradi ambao utageuza sura ya hii shule na hii location na hii kata kabisa kabisa kwa miaka ijayo mingine. Na tunaomba wananchi, huu mradi umebeba pesa nyingi sana, ambayo karibu kota yake inafaa ibaki hapa sababu ya kutoa labor services. Mimana soko chora nsoko TV boruso mu gusina boigo kubwatyo mu rubiri uyo iga ali agendere tokorekana na goika chinsa isana ne muchi abono basa sebo no nigo tokora asumiri chiduka etoligerere na aliaya ari kurwa sensemejo nyuma yo gusumiri chiduka ningina ne nayanda mange tosukare ne TV yage mambia bono. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo. Konya oroyo onde orenge ko ende kanisa otigire onge akonywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buriyo gukora chingatale ichyo butindu. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo kite kyobo balimo kibirengeralio eliokolenta amontelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omoseneta Gloria Oruoba erure koba erimo yeno aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba niga alenge omuseneta omochorwa wekiama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisia omurwaniriria wekerugo kyoborai bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuye gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi.
omwancho mulire bw'ensoko TV igetaseni gensoko TV nibwatira senge nchao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero rwonsi kurimo yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaya kuri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Tini Gongoro Perpetual Machin na nyora netrobin Yensoko TV oboroso bomogusi Mrna nabaribe chinguru erikwe manyabo wataka kurchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya Kera kama tingatara Naiketa oni ya Nyamira na rena shauri zangwe Ngararombo ijana Muligari bw'ensoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kila litu kulie iki guchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko tugwakorire emirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitase orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa yulibaga na konyara kabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru Mwancho muligereri elitonyara ko batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ora asichinse mo Childoret nenyara neranyara ko bakoigwewa Mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda ase bali barasa masamba na chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyare ko batoko ireke gusi oro no mugusi anyara ko bakoigwewa asenchera enkeranu chinse mo Chia Mombasa ntonyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bakoigwewa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotochi ko batokora eke igekuru geito tonyare ko batoge kora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyare ko batogo korareria okorari kwanya gusira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bw'umugusi obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulere tali nchira ndio sira krobulimi obiyoke enyore libaga lya bene kwaegwa megerio chisemi nobosemya egerio obulimi bwekerero nechikolinga asobulimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gale konyana eyinsimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyona nganya kwa mabuya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Bethel Machin kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamuragoba wika chinsa isato asomurobere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini Gongoro Perpetual Machin asomurobere boberemi nobotugi ime Ensoko TV oboroso bw'umugusi
omwancho muri Nsoko TV igeta sen Nsoko TV ibwatira sengenje yao kokoretera amang'ana amaya ayatabwati gwanchero korgonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchiro monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Maosa korwe county ya Nyamira elietariane Stephen Embonde korwa se county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana y'amaye ko ruritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili Jeni Gongoro Perpetual Machin na Nyora Netrobin ya Nsoko TV oboroso Bomus Eye Nsoko TV oboroso Bomugusi. Karibu na ndeo mwancho murigere tugandira kwemanya mange hase mambya ya bono magiga yo muraibwense Dr. William Samuel Ruto kokora gosasima ase kanisa ya Karen African Gospel Church ase county ya Nairobi ase nkwane aye na bamenyi be county ya Nairobi ni gwaruro kuboya gochia gose ni garuro kubori gochia saba Kenya kumubwatesia erigwikirania eganga yayo gochenchia ensi to ya Kenya na kubwekana area ya Singapore ase nkwane aye ni gobwiga rero bokorerwe serikali ya Kenya kwanza gochakira mangana bwatkene chisemi obo chenu bwa chinyomba cheri golirense asubwaga chibwe chipara na bwegwikirania emerobero ao yobokoreri erikwene kina mo Kenya konyoraro bokoreri bore oboronge aseboigo amochirense mere kwa mere serikali asoko bamamincha no bokorerwe serikali ya bono ase ogwikirania emerobero ao na boigo kurwa magendera gochase omwana inchi ase aruro kubori gochase bare buna gose ase chinga kya bamochirena nigo barabarai balia batabwati kirenga kende gyonsi kya gochase mo Kenya ekikere kirenga kyo gochechi ense ya Kenya korende ngana nere nigo abwato murubere umya gochia ase ense ya maendeleo. Kwanza tumesema tunajenga barabara kilomita 250 mpya hapa Nairobi, na hii barabara yetu ya Lang'ata hii ile inaunganisha Bomas na kule Karen. Hii barabara tutaifanya iwe dual carriageway na tunaanza kujenga mwaka huu, si ndio? Na kujenga barabara zile zingine zote ziko kule mitaani, kila sehemu. Tumekubaliana na kila mbunge, tumekubaliana na kila MCA, ile barabara ambayo tutatengeneza ndio tubadilishe sura ya Nairobi. Jambo la pili, sikizeni, jambo la pili, hii Nairobi vile vile iko giza mingi sana, si ndio? Watu wa Nairobi wengi wanapigwa ngeta, na ndio tumesema tuweke mataa 40,000 kila sehemu ya Nairobi, na hiyo kazi inaanza wiki hii ya Jumatatu, kazi ya kuweka mataa hii Nairobi. Kufikia mwezi wa 6, mwezi wa 7 mwaka huu, mutaona tofauti mkubwa sana kwa mataa ambayo tunaweka katika city yetu ya Nairobi. Jambo la tatu, tumekubaliana na MCAs, governor na wabunge ya kwamba hii Nairobi lazima tusafishe. Ile vitita mingi na vifurushi mingi ya takataka hii Nairobi. Wiki iliyopita tulikuwa na matrucks 40. Wiki hii tunasukuma inakuwa trucks 150 mpaka tufikishe trucks 250. Tuhakikishe kila estate, kila sehemu ya Nairobi inasafishwa, na tumekubaliana county government italipa pesa 60% na mimi nitalipa 40%. Yataitengeneza upya, tunaweka mataa mpya, tunaweka flowers mpya, tunaweka sura mzuri. Hiyo kazi inaendelea saa hizi nikiwa na nyinyi. Tuko na vijana wengi, tunatengeneza hiyo barabara na barabara zile zingine zote. We are going to make sure we give a new face to the city of Nairobi.
because the city of Nairobi is the representation of the Republic of Kenya. Hawa viongozi walio hapa pia wanajua tuko na sehemu za Nairobi ambazo mataa ilizimwa mpaka ile transformer ikabebwa. Mimi nataka niwaambie watu wa Nairobi, kule Hospital Ward, kule Soweto, mpaka kule Umoja, ya kwamba sasa tumekubaliana ya kwamba tunawawekea mataa mpya. All the dark estates, zile ambazo mataa zao zimilizimwa, sasa tumeweka pesa ya serikali, and you are going to see from this week a difference as we make the city of Nairobi great again. Watu wa Nairobi tunaelewana? Lang'ata tunaelewana? Mnasema tubadilishe mji wa Nairobi wakati tunabadilisha Kenya. Wangapi wanasema tuendelee kubadilisha city ya Nairobi? Mimi nataka nishukuru viongozi wote, MCAs walio hapa, na wasema asante sana wangwana. You are great leaders. Nyinyi ni watu wadosi na watu wazuri sana. Nataka nimshukuru mbunge wetu wa Lang'ata, Super Senator Jalash, ambaye yuko hapa. Na wauliza Nairobi, huyu mbunge wa Lang'ata anatosha kuwa senator ama atoshi? Anatosha, atoshi? Wale wanatosha wanasema anatosha, nione kwa mkono. Bana, si ndio? Na hapa tuko na viongozi wengi. Niko hapa na MCS wetu, wapigie makofi. Niko na mama Karen Nyamo, mpigeni makofi. Na niko na viongozi wengine wengi. Mimi nataka niwaambie watu wa Nairobi, leo tumefika hapa tu kusema jambo. Zile kilomita zilizosalia pia tunaweza kuzianzisha, ndio Nairobi na drainage ya Nairobi iweze kubadilika. Nairobi hoye! Nairobi hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mimi nawauliza viongozi wenzangu, nawauliza kwa heshima viongozi wenzangu, hakuna haja ya matusi, hakuna haja ya kutukana watu, hakuna haja ya majina, hakuna haja ya kiburi, hakuna haja ya madharau, hakuna haja ya hasira, hakuna haja ya kisirani. Wewe kama uko na maneno, tuambie agenda yako ni gani, mpango yako ni gani, sera yako ni gani, maono yako ni gani. Wakenya wako na masikio, wako na akili, watajua kama uko na mpango ama hauna, kama uko na agenda ama hauna. Ni kweli ama si kweli? Biblia inasema kila mtu atalipwa kulingana na kazi yake. Hata hapa Kenya, kila kiongozi atapimwa na ile track record yake, atapimwa na ile kazi amefanya, na ile maono ako nayo, na ile agenda na mpango ako nayo. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niwaulize, mtu anaweza kupimwa na matusi? Mtu anaweza kupimwa na kisirani? Mtu anaweza kupimwa na hasira? Mtu anaweza kupimwa na kiburi? Mimi nawaambia ndugu viongozi wenzangu, wacheni kiburi, wacheni madharau, wacheni hasira, wacheni mambo ya makasiriko. Nyinyi tafuteni sera, ama namna gani? Watu wa Nairobi wanataka kujua Nairobi itabadilika namna gani. Si hapa tunajenga Raila Odinga Talanta Stadium hapa? Ni kweli ama si kweli? Si hapa tunajenga Bomas of Kenya? Si Nairobi hii tunabadilisha na barabara? Si tunaweka mataa? Ati kuna watu wanasema hakuna haja ya stadium, hakuna haja ya conference facility Bomas, ati hakuna haja ya barabara, ati hizo ni vitu ya kumetameta, haina haja. Mimi nataka niwaambie hawa viongozi, hamuna haja, kwa sababu hamuna maono, hamuna mpango, hamuna sera. It is an issue of capacity. You have no capacity to figure out transformation. That is why you are not interested in the development of our nation. You are not interested in roads. You are not interested in Stadia. You are not interested in anything we do.
You call them glittering stuff. But I want to tell you, a country is transformed through a plan. It is not transformed just by insults or those other things. Unasikia vile wanasema? Tuendelee ama tuendelee bana? Niendelee na kusukuma Kenya? Isonge mbele. Tujenge barabara. Tumalize Talanta. Tumalize Bomas. Tujenge barabara. Tuweke mataa. Tubadilishe Nairobi. Wangapi wanasema tubadilishe Nairobi jameni? Arenayo ebyombe bikwegerera obwere wa mwanya bantu nigo byaruro kuboria guchiase serikali koirangora okoya kwe dhahabu ase county ya Kakamega Vihiga na boigo ase county ya Siaya asabairero bunani go muroberi oyo orema minche nabamenyi bekinsemecho kuigwana gutayo boigo abamenyi bekinsemecho nigo barenekerero ase okonganywa mochoko tayo ekibono kere ogwakwo konene guchia ase bare buna bakwerera sobwagare emambia yabono. My name is Kawive Wambua. I'm the CEO of Inuka Kenya Nisisi, an organization that is working across the country but based in Nairobi. We came here in Western Kenya, especially Ramula, Munungo and Ikolomani, to do a fact-finding mission because of the work that is happening here and the recent violations of human rights and the recent disenfranchisement of citizens. We come under the banner of Aki Madini, a coalition of civil society organizations across the country. My colleagues will introduce themselves when they start. So we, Aki Madini Kenya, following a high-level joint fact-finding mission conducted in Ramula, Siaya County, Mwibona, Vihiga County, and Kakamega County, especially Ikolomani, wish to bring to the attention of the public and relevant authorities that grave situation unfolding in these communities. The mission was undertaken in response to escalating reports of human rights violations, community intimidation, and disregard for constitutional and legal safeguards in the ongoing operation associated with Shanta Gold. Our key findings. 1. Lack of due process and community consent. In Ramula, Mwibona and Ikolomani, community members reported that lawful procedures for land access and acquisition were not followed. There is no evidence that free, prior and informed consent was obtained, and affected persons were not meaningfully involved in decision-making processes. Community members, there are also serious concerns regarding integrity of the consent process. Community members reported cases of consent being obtained fraudulently, including instances where documents appear to bear the names of deceased persons, people who died as many as 20 years ago. In addition, much of the land in question is ancestral land, and in many cases, succession processes have not been completed, neither in some areas have they been initiated. This further complicates issues of ownership and consent and raises concerns about the legality and legitimacy of land transactions in the area. There is also a concern that individuals may be giving consent on behalf of communities in situations where land has not been formally subdivided and or subjected to succession. This creates a risk of misrepresentation and undermines the validity of such consent. 2. The absence of genuine public participation. Community members indicated that what was presented as public participation was selective and exclusionary, with only few individuals engaged, undermining the legitimacy of the process, where community gatekeepers are the ones who are consulted, and then they say there is consent, whereas the real people, the owners of the land, have not been consulted. They know what is happening. There's a climate of fear, intimidation, and repression across these communities, the three of them. There is a prevailing atmosphere of fear. Many residents are unwilling to speak openly due to threats, arrests, and sustained intimidation, including divisions in the community. There were people who were found in their homes last week, and they were beaten for no reason by many policemen.
and so they don't know. In fact, when we came, they first told us that they would have protected themselves because they don't know who we are. So there's a lot of fear in these communities. Fourthly, targeting of dissenting voices. Individuals perceived to be opposed to the project have been profiled, targeted, and harassed, further silencing community voices. We have the father of one such member of the community, Silas. He will speak later, whose son has been profiled. He's even now been put in the DCI website as a criminal, just because he's objecting to this process. My name is Gladys Mongare. I work with the Kenya Human Rights Commission. I also coordinate the work of Akimadini Kenya. So on our fifth finding is on the misuse of law enforcement and intimidation of community members. So community members, in particular in Ramula and Mwibona, have raised concerns regarding the conduct of law enforcement officers, particularly from the Directorate of Criminal Investigations. It was reported that the DCIO offices in both areas, that is in Ramula and also in Yala, are being used in a manner that appears to support private interests, including summoning, questioning, and intimidating community members who have raised concerns about land access and environmental issues. These actions have created fear within the community and have discouraged individuals from freely expressing their concerns or participating in discussions affecting their land and livelihoods. We call upon the Director of Criminal Investigations to urgently investigate these allegations, ensure that officers under his command act within the law, remain impartial, and do not facilitate or enable the violation of community rights. Law enforcement agencies must, at all times, uphold their constitutional mandate to protect citizens and should not be used to suppress legitimate concerns or shield unlawful practices. Community members further indicated that the law enforcement officers have identified a group of approximately 24 individuals who are reportedly under active monitoring or investigation in relation to among those who have been vocal on issues of land access and environmental impacts. So there's a concern that such actions may discourage a lawful community participation and undermine the ability of affected persons to raise legitimate grievances. Another concern that you have noted is the escalating criminalization and abuse of the justice system. So we are particularly alarmed by the increasing use of criminal justice system to suppress community members. We have gathered while we are here that, number one, many young men have fled their homes due to fear of arrest and continued harassment. Mr. Francis Omenya remains in detention with a cash bail of Kenya shillings 1 million, raising serious concerns about the proportionality and basis of the charges against him. Mr. Silas Esitimba was arrested last night, and information available to us indicates that he's facing multiple charges, reportedly exceeding 5 counts. So we must clarify here that yesterday we went to meet the OCPD and indeed mentioned that they are looking for Mr. Silas, and he said that they have at least more than 5 charges against him, and unfortunately yesterday night they were able to arrest him. So this raises questions about possible overcharging and intimidation. We are deeply concerned that the father of Mr. Silas Esitimba has been denied access to his son following his arrest. This raises serious questions about adherence to due process and the protection of basic rights of arrested persons. We all know that under the Constitution of Kenya, every arrested person has the right to communicate with and be visited by family members, the legal counsel, and other persons whose assistance is necessary. Denying such access is not only unlawful, but also contributes to fear, distress, and lack of transparency in the handling of the case. We call upon the relevant authorities, including the Directorate of Criminal Investigation, to immediately grant access to family and legal representation and to ensure that all actions taken comply fully with the constitutional and legal standards. Further, we have received credible reports of direct threats and harassment from officers linked to the Directorate of Criminal Investigation, including alleged calls made to community members by an officer identified as Geoffrey June, contributing to an already tense and fearful environment. Just to mention that we already have messages that he has been sending directly to majority of the young men who have fled away,
And we have also come across some recordings from community members where he was recorded when he was giving out those threats. So we are calling upon the Office of the Director of Public Prosecution and the Directorate of Criminal Investigations to urgently account for these actions and ensure that the justice system is not weaponized against citizens. My name is Andrew Letting from Transparency International Kenya. We strongly condemn the use of live ammunition against unarmed civilians, which has resulted in the loss of 2 young lives. This level of force is not only excessive but a clear violation of the right to life and protection from violence. We call for the immediate identification, arrest, and prosecution of the officers responsible for discharging live bullets. Accountability cannot be selective. The loss of life must be treated with the seriousness it deserves. We are equally concerned by reports that following the demonstration of 6th April, officers from the GSU units were deployed to the area and engaged in widespread harassment of the community members, including the beating of women, children, and men. Such actions points to a disturbing pattern of collective punishment and unlawful use of force. This is not an isolated incident. Similar pattern of state violence were reported in Kakamega in December 2025. We can remember that. Raising urgent questions about the normalization of force against community asserting their rights. We must ask, at what point did it become acceptable for the state to turn its force against very citizen it is mandated to protect? The Constitution is clear. Security agencies exist to safeguard life, dignity, and rights, not to suppress, intimidate, or harm. My name is Bernard Ucheng. I work with Twajibike, and we are part of this team and this mission. As Haki Madini Kenya, we call upon all actors, including state institutions, civil society, the media, and the public, to stand with the communities of Ramula, Mwibona, and the wider Ikolomani area. These communities need solidarity. What is unfolding can no longer be treated as a localized issue. It reflects a much larger and deeply entrenched problem where powerful interests appear to shield themselves behind state machinery at the expense of the very citizens who are rightful owners of these resources. And we know that Shanta Gold is holding prospecting license covering almost 70% currently of these countries that we are talking about. How this matter is handled will set the tone of how communities across Kenya will be treated in the face of extractive investments. This cannot be allowed to start in wrong footing, to hurt human and to hurt people in the country. It will determine whether the Constitution is upheld or disregarded when it is most needed. We must be clear that human rights abuses cannot and must not be normalized. We therefore remind the government of Kenya that natural resources by law belong to the people and the state holds them in trust on their behalf. So they cannot use the need for extracting these minerals to hurt the very people who are the owners of these minerals. No company has greater rights than the people. No investments should come at the cost of dignity, justice, life, and even deaths that are now starting to occur in this area. We stand firmly with the affected community and will continue to pursue all available avenues to ensure accountability, justice, and full respect of human rights are upheld all the time. Kwa majina ni Alfred Amango, mimi ndio baba ya Silas Steve mwenye alishikwa jana. Jana nimekuwa na Silas nyumbani kwangu, tukaongea vizuri mpaka karibu 5:30. Akaniambia wacha niende kwa matanga kwa jirani hapo kwa Otieno. Baada hiyo after 1 hour nikapigiwa simu na rafiki yako. Baba Silas uko wapi? Niko nyumbani. Silas ameshikwa. Wapi? Nimekuwa na yeye saa hii. Akaniambia mimi niko na yeye. Karibu askari 5 walikuja tu kuficha Land Rover mahali na wakaja wakamshika. Wapi? Kwa barabara huko. Na kisa kidogo simu ikakatika. Sasa kuamkia asubuhi nikaona acha niende Yala. Kufika kama saa 5:30 hivi nikapata kwa OB, nikawauliza mimi babake Silas. Akaniambia ni wewe. Wewe tunakujua hata unajua familia yako yote. Nikashindwa okay sawa, sikuingilia hiyo. Naweza kumuona. Akaniambia iwesekane.
huruhusiwi aone mtu ama ongee na mtu. Nikamwambia no, mimi ni baba yake na wewe kama mkubwa police station, wewe ndio mkubwa, nitaenda wapi? What's the way forward? Sasa mimi sina uwezo. Hata regional DC yao wa Nyanza hana uwezo, simu imetoka juu. Silas asiongee na chochote na mtu, na nipige picha kuanzia kwa makucha yake mpaka kwa nywele nitume. Because the first time alishikwa nilienda huko. Huyo Julie aliniharas kabisa. Anambia wewe kuna pesa gani wewe? Unabishana na government? Kama asijakuja kwa hiyo shughuli. Unajua kijana wako ningemtupa kwa Rivayala lakini nimsamea tu. And that time alitolewa kama mekanyagwa kwa kifua mpaka huko. Sasa saa hii pia mtu akaniambia amepigwa, nilikuwa nanipeleka huko. Sasa kuniambia sasa huwezi kumuona, nikashindwa. Ai. Karibu nimuulize tena ama anaweza kuwa Rivayala. Ananiambia wewe enda tu. Sasa shida pale ni kupigwa pia. Nimesikia mwenzetu amesema pale alirashwa na mpaka hata kiatu moja kabaki kwa njia. Na yeye ukiangalia vizuri anapigania haki ya watu. Na yeye ombi langu kwa serikali, tafadhali mtupatie haki yetu. Na mashirika ya kusaidia tupate haki yetu, tafadhali msikufe roho. Vile mmeongea mnasaidianga kina Silas hao msiwaache. Mkisikia tu nini imefanyika kwa one of them, wameniambia kuna list ya 24 people. Lazima waende. Sasa naomba serikali yetu, tafadhali mtupatie haki yetu. Na ninaambia watu wa Munungu na Ramula, tafadhali tushikane mkono. Tafadhali kuanzia leo msingangana hii mambo ya shanda. Shanda ni blackmail. Ni kuna kitu hapo ndani. Kitambo jeshi letwe, sio shanda. Kuna mtu. Hata vitu tumeongea pale kwa tunajificha tu, tunaogopa kusema. Tumesema tu ndani yetu kuna mtu. Atapeleka report. Mpeleke tu, mimi miaka yangu imetosha. Nimeretire. Sasa endelee. Sio sanda. Kwa majina naitwa Julio Kwaro. Na hiyo Kwaro naye alikufa. Nilisikia wanachukua jina ya mzee, wanaweka kwa orodha zingine, kukuja Kwaro na kubali. Na hiyo Kwaro alikufa kitambo. Sasa mimi nataka msaidie sisi. Kwa sababu sisi naona shida. Sisi hatutaki kuhama. Kwa sababu tulifika hapa kama hii gold iko. Hata rais wetu wa kwanza alikuwa kama gold iko. Sisi nataka mkusaidie sisi. Kwa sababu kama mimi namna hii nilikuwa na title deed ya mzee ikakuwa huko. Nilikuwa na kisaweka question mark ndani huko. Sasa nilisikia ati litolewa wanaandika Kwaro alikubali. Mimi nasutuka sana kwa sababu hii question ni title deed iko na watoto yake ndani. Hao watoto walikuwa bado kufanya nini? Kuchukua namba zao. Sasa hata hawa watoto watapataje title deed zao? Hao wanasema yeye alikubali. Kama mimi mwanamke wake tulifanya naye ndoa. Maana ya ndoa ni kuridi nini? Mali yake, sivyo? Ni kuridi mali yake. Kama mimi naweza kuwa sikujua, ni nani aliandika hiyo jina mzee kwenda kwa orodha zingine huko? Ati yeye anakubali, naye alikufa kitambo. Alikubali mwaka gani? Na huyo mtu aliandika alikufa mwaka gani? Ila akatoka kaburini akaenda kuweka saini. Hiyo naomba usaidie wananchi. Sisi tuko kwa shida. Watoto wetu wanapigwa, sisi tunachimbia na kuna mali tunaenda. Kama mimi namna kuambiwa naame. Nitaama tutaenda wapi? Arena ikuru ase county ya Kakamega Vihiga na boigo ase ensemo ya Siaya kiobe kibugusimi ya Nairobi ne chinsemo chietene kora gwano monogeri umugusi na boigo diaspora Geoffrey Musiria ni gobomera na ime county ya Kiambu asoko nyore basi ya benya elio ba eyo ba golire na boigo ba yego kere gwetera ase kiombe kyo basabira umugusi kubwatana na korosia ebyombe bingabune ebyo birabakonye kwegendereria ase ubukimwa bwabo na mono guchia bosibo bachero bane bo mwaka bwe Chile fuibere 2025 na kabere na nchira ya moboigo baburi kubwatirana ase ensemo y'uburayi ko mwanyagentinge ase abeta nabakwandi mbia mole asamali tango ku Geoffrey Musiria ni cyo mwanongeri bo mugusi Nairobi na diaspora na lero torega iga Kiambu County toro mheshimiwa Msheke oyo berega utenana nabagusi oyo berega ko support ya community yaito no mugavana ukiambu wa Matangi nere to kumwera ni mbia mono ase abekereire okoboko ase community omugusi igo torega iga ko celebrate a bus egari URA bus eyue koroku amaskani ne gentekia ne bus yeiga yarete iro mugusi ore Kiambu amaskani na keke banyo rete amaskani
okoba yatuigoreire omugusi bono twabere tukwigwekana eyagore tune kiombe kige babere bagochanga babere bagochamo nanje kena chore tumno omonogerwo omugusi Nairobi and diaspora ina make sure abagusi baito basoire byombe ime inere njira turabe empowered kokonya abantu gwetire byombe raisi n'abantu bari bo Nairobi na diaspora eyuere Kiambu Machakos Kajiado yongo basaba mujo ine byombe erinde tunyare gokonyana wetera ase byombe no ene chigasi etura kinyore wetera network yebyombe ase igongo bene nimbia mono bali muacha na nyasa baseseni. Thank you so much. Kwa majina mimi naitwa Godfrey Wayaki Mucheke. Mimi ndio area MCA award hii inaitwa Kalimoni na majority leader wa county yetu ya Kiambu. Na siku ya leo nina furaha kujumuika pamoja na ndugu zetu wa Kisii wakati tuna celebrate kupata basi yao mpya ya kufanya biashara yao, na nashukuru kwa sababu ni watu wamejiunga na wametuonyesha kwamba palipo na umoja hakuna jambo haliwezi wezekana. Na kwa hivyo mimi nataka kutoa changamoto kwa other communities. Wakati mmejipata mko pamoja Nairobi, wacha msioneane wivu, wacha isikue ni mambo ya marubano, shikamaneni na mfanye mambo ya manufaa kwenu nyinyi na kwa vizazi zenu ambazo zitakuja baadaye. So ni changamoto kubwa kwa wale ambao wanatamani kujiunga kwa vikundi. Jiungeni kwa vikundi, lakini msijiunge tu na vikundi za kwenda kwa raha. Jiungeni kwa vikundi ambazo mnaweza ekeza kwa sababu ya maisha yenu ya baadaye. Na kwa hivyo na nitoe changamoto kwamba kwa hawa ndugu zetu ambao tumelaunch basi yao siku ya leo, msikubali kurumbana kwa sababu labda hapo mbeleni hamungepigana kwa sababu hakukuwa na matunda. Wacha matunda yenye tumepata siku ya leo ikuwe ni ya kuwafanya muungane hata zaidi na mtamani kwamba muendelee kuongeza investment yenu. Tunataka hata kuona Afrit tusikuwe na basi moja, tukue na mabasi mengi ya kuendelesha kufanya kazi yenu kwa manufaa yenu nyinyi wote. Najua gavana wetu wa Matangi aliungana na sisi na vile na mimi nikaungana na nyinyi katika hii safari, na kwa hivyo nawaomba pia tutakapoendelea kwa wakati wa uchaguzi tuchague viongozi ambao wanaweza tuunganisha na kutushikilia wakati tunatafuta manufaa kwetu sisi na kwa jamii. Asanteni sana. Ona asengi kiyogo chagaiga abale bonsi pikyo mbigetu kya masikani kyanyale kurangiri tukulero tokotembya mona asengi wanyale goika negenteke nenguchi gukwana nkeria abagusi bali bonsi bibamintu bara bautunchukanaine tiga bayendere kubwatirana babegentekemo ekegero bomo mbogere tunyaye gusuka mutu no mugusi tiganya sanyare ko tubwatse totembya mono asibale banyaguika isiri tukulia lero twanyale kure kolonchi gari yetu ya masikani bone tiga tutwara masikani kujya kera asoyo moito na ndekero kuranyole gari epara tigo mwana kumugusi na bwate chingo ndekiro cyo gusuka mutwe tiganya sanyare ko tubwatsia. All right, so my name is Lilian Nabuleje Dunga. Congratulations to the Kisii community for this great achievement. The Bible says two cannot walk together unless they agree. Another word that the Bible also says that where there is unity, God commands a blessing. Because of your unity, God has blessed you with this bus. Be assured, as you continue in unity, God will bless you with more. And we've prayed that this is not but just the beginning. God will bring more. And as the Lord brings more, please stick together because you are now our pioneers of the good things that Kalimoni will have. My name, as I said, is Lilian Nabuleje. I'm vying for an MCS seat, 2027 Kalimoni Ward. Kisiis have shown Luyas that it is possible. Kisiis have shown every other tribe that is in Kalimoni that it is possible. And I encourage you to do more. Don't fear. Don't fear. Kiambu is cosmopolitan, and more so, Kalimoni is cosmopolitan. So let us hold our hands together and do great things. God bless you. God do you good. Kuakadi. Erikwene kyo bokoreri obwekerano na boigo bwango guchia somo Kenya gwetrase ebigambiro ni gabana chibina bagendere tukonyora maigerio erikugaya nibina isiko yekigambiro bune nchira yemo yogokiania ebina ase ebigambiro buna bakwerera emambi yabono na boigo bakwerera subwagare obuya bwa maigeria yo ase nsemo yokugayana ebina.
when I joined the summit, I never knew it would be this educative, but I've come out to know that it's very educative. Like, we've been taught about succession. Succession is a matter that really needs our good planning. We were told to have trustees. You should have trustees. You trust your parents, trust your family, trust your friends, so that when the time comes, all your assets will not go to a waste, but will have somebody who will be accountable for. When you're writing a will, you should be having a witness who will be able to say that actually you did the right thing, or you did whatever has been said or been read in the will is what you did according to how you wanted it. Also, we were told when you are writing a will, it matters to do succession, you should involve your children so that they can know we have this and this and this is how we go. We can know that there are so many methods of ADR, but mediation goes all the way. Hello, my name is Helen Namisi. I am a judge of the High Court of Kenya. I am stationed at the Milimani Law Courts Family Division. For the last 3 days, we've held a mediation summit at the Strathmore Law School, where we've been discussing various aspects of mediation in terms of resolving disputes in family matters, specifically succession, matrimonial property, and matters relating to children. And so this summit has actually brought together various stakeholders. For example, we have the judges, we have judicial officers, we have members of the public, we have the mediators, and of course we have the advocates who are very important in this process. The discussions over the last 3 days have been very enlightening. We have discussed various issues. For example, we've actually taken a historical view of mediation, particularly in the family division over the last 10 years. What are the milestones we have achieved? What are the achievements we have been able to manage over these 10 years? What are some of the lessons that we can draw from the 10 years, and how can we improve going forward? And so we've been able to have a discussion, candid discussion about these issues and mapping the way forward for mediation in family disputes. Now, mediation in family disputes is actually essential in resolving conflicts, because we know family is the basic unit of society. Really, if your family is not in harmony, then you have no peace. And so it is very, very important for families, for disputants, people in conflict relating to family matters, to embrace mediation, because this is a way of resolving the dispute without actually tearing the fabric of the family apart. It fosters relationships. It ensures that you have a quick and expeditious solution to your problem. And most importantly, it's a homegrown solution, because the two parties or the various parties that are in disagreement actually come together and think of a way to resolve the dispute themselves, as opposed to I'm very excited to be here to contribute enhancing mediation across the region. Our role as an organization is to be a technical partner to both the judiciary and the mediation sort of infrastructure in Kenya and the wider region. We have explored in the past 2 days where the gaps are, how effective mediation has been in these parts of the world, and going forward what needs to be done in order to deliver justice and conflict resolution, both on the commercial side as well as family issues. So this has been very successful. Sense mwende chinga kimurai wense Dr. William Samuel Ruto achakire taro ya matukata to gochia sense ya Italy ase entunde ntangani korengana no muambassador wense ya Kenya gochia ase ense ya Italy nigo airerubuna nigo ase tari yomurai wense nigara chigwikirana ase omochie omonene wense yo opiaza Venezia abwo ase boigara chikumirana no murai wense yo ase bara chikobeka ese yo kuigwana na kubwatira negati ye
chinsa chiga ibere gati yabo na ensemo area yobwonchereria ensemo yoboremi nabo igo ase ensemo yende ase gati amangana alia barachigokwanira nigoro yogotinga obwamate egati chinsa chiga ibere ense ya Kenya amona ense ya Italy ase taro yomurai bwense ase kakia matuko ayaiga atato ya mase yamoti yaturarigiriria na liaya arekurase enseme yinainde na liaya omurai bwense arachigokorase ense ya Italy. Kenya and Italy have had very long-standing partnerships. And we've had a lot of programs that we've worked on as nations over the years. So this is a good opportunity to take stock of where we are and what we want to do together going into the future. So I would highlight the President's visit from about 3 perspectives. The first, there are critical developmental projects that are important to the people of Kenya in the water sector, in the agriculture sector, and in the infrastructure sector. So the President, I think, will lay emphasis on matters like water and the water infrastructure that would be critical for the benefit of the people of Kenya. Secondly, we also have aspects in agriculture. Kenya would like to broaden its coffee production and also enhance its coffee earnings. So the visit here also will provide an opportunity for President William Ruto to present Kenya's vision and strategy around the coffee sector and how, working with Italy, we can expand it. Then we have other areas which are around the fields of ICT, infrastructure, technology, innovation. These again become critical. His Excellency the President will have a meeting with the leader of the Parliament of Italy just as to establish a framework to see how we can enhance interparliamentary cooperation, because it is very important to establish cooperation not only in business but also within the political framework. And then he will attend an event organized by the Harmonic Innovations Group of Italy. This is a group that brings together all the key actors in the ICT and innovations area, and we want to see how we can enhance cooperation in matters of innovation and ICT. And in particular, this event will be focusing on how to develop the artificial intelligence system for Africa, with the headquarters being in Nairobi. They already were in Nairobi and they announced their intention to open an ICT, artificial intelligence hub for Africa in Nairobi, and this will be part of the discussion. The discussion will also go around establishing a venture capital company for Africa based in Nairobi, where they expect to do an investment of around 50 million euros to support small startup companies in the artificial intelligence and ICT sector. This is the first official visit His Excellency the President is making to Italy. Of course, the President has been here severally in the last 2 years, but this is a return visit, an official return visit, because you recall His Excellency President Sergio Mattarella visited Kenya in 2023. So this is an official return visit, which is very important for our country and also for the Italian Republic. We have had negotiations of a number of instruments that will be signed on the margin of the visit.
And these instruments are very, very critical because some of them are in form of grants to support livelihoods development, climate change in Kenya to the tune of around 8 million. We have MOUs in 8 million. There is one for 4 million euros and another one for 3.9 million euros. Both of them to support issues relating to climate change and ecosystem restoration. Both in like Cherengani forest restoration is one of them. And then we have another one on livelihoods support and climate change. So we have, and then we have cooperation framework on leather. We have cooperation framework on ICT and infrastructure development, and so many others, which I hope there'll be very good deliverables from this visit. Yemono mwanchumo rigeria aso gwikira boni gana ni cheti chida ikangi sana ne muchiko chire chinse sana ne mochi abone mubasuna gwikira buno to gwikira omwerio aso murubiri yega gwetro bini gwika area nkyo nande ngakiturombirane eritwendere kwemanya amanga ayogendrete gokorekana imehena isko yense yetu ya Kenya nakugani eritwirigia gwika area nkyo lietheriane Ishmael Mogere. Eye Nensoko TV, Oboroso